mzaliwa kijiji cha Kanyigo, wilaya ya Misenyi, mkoani Kagera. Ameanza huduma ya neno la Mungu mwaka 2005 mkoani Shinyanga, ambapo inaeleza kuwa alijizolea sifa na kuaminika kwa huduma zake zilizogusa maisha ya watu wengi katika jamii iliyomzunguka. Toka 2005 Mungu alinituma kwenye mji huu. Kwa nimefanya kazi kutoka 2005 mpaka 2015. Ndipo napata tatizo ambalo linipelekea kuwa gerezani ndani ya miaka 10. Huduma yake iliingia doa mwaka 2015 alipokamatwa kwa kosa la ubakaji, kisha kufikishwa mahakamani na hatimaye kuhukumiwa kifungo cha miaka 30 gerezani. Kaja kujikuta sasa ninapata kupelekwa gerezani kwa kosa la ubakaji. Ni ghalimu sana. Cha kwanza, kuumiza moyo wangu. Jambo ambalo linakuondolea heshima. Ni jambo ambalo linaleza kusema labda Mungu hayupo, lakini nilipokea kama sehemu ya changamoto. Mwombeki anasema akiwa gerezani alimtumaini Mungu akijua iko siku angetoka. Mungu akanambia, ninakupeleka kwenye eneo ambalo ninakupitisha. Sio rahisi kusikia sauti hiyo kama wewe sio mtumishi wa Mungu. Lakini sikumwacha Mungu gerezani. Ilikuwa na mgogoro wa ardhi. Kiwanja cha kanisa kikatuletea changamoto, na watu ambao nilikuwa na shindana nao ni watu ambao walikuwa ni wakubwa kidogo. Nimeendesha kesi ya ardhi, nimeishinda gerezani. Nikiwa gerezani sio rahisi, unashindaje hiyo kesi? Anakiri kuwa kifungo hicho kimempotezea mambo mengi katika maisha yake. Mimi ninachomshukuru Mungu sio vitu. Nilikuwa na magari yanakimbia barabarani. Nilikuwa na ng'ombe 20 wa maziwa na mbuzi 150 na manguruwe na vitu vingi, na watoto wanasoma. Nina asset. Lakini ninachokuambia, nimetoka gerezani sina kitu, lakini nina Mungu. Mwaka 2017 kwake utabaki wa kihistoria, kwani kipindi hicho kigumu alimpoteza mkewe katika ajali ya gari, ambapo marehemu alikuwa safarini kuelekea Mwanza kumtembelea mumewe aliyekuwa amefungwa katika gereza la Butimba. Nimempoteza mke kwangu, amekufa kwa ajali. Hiyo unaiona? Nimempoteza baba, amekufa kwa ajili ya pressure, mwanao niko gerezani. Mama hivyo amekufa, niko gerezani. Naletoa taarifa kama hizo. Na watoto kwa wawili. Mmoja alikuwa anasoma lakini ikabidi warudi. Lakini tunashukuru sasa wote wako wazima. Je, ni yapi amejifunza akiwa gerezani? Askofu Mwombeki anabainisha. Cha kwanza, watu wajue kwamba nchi inahitaji watu wasiokuwa wahalifu. Kama umejikwaa, tengeneza na Mungu. Kujiepusha na matatizo hata kama uliyafanya kutoyarudia tena. Siasa, unajua kuna watu wengine wanapelekwa kwa sababu ya siasa. Unajikuta tu umepigana kwenye siasa, unajikuta umeenda huko. Ni kuwa mvumilivu gerezani. Kwa sababu ukisha toka umepata tatizo lote na umepelekwa gerezani, usipokuwa mvumilivu hauwezi kutoka gerezani, kwa sababu inakuathiri kisaikolojia. Dada yake mkubwa Bi Grace Kwayamba anasema taarifa za kuachiwa kwake zilipokelewa kwa furaha kubwa. Baada ya kuachiwa na Mama Samia, tulimshukuru Mungu kwa kuweza kumwachia. Sawa, amepoteza mambo mengi, vitu vingi, amekuta vitu vingi vimepotea nini na nini, lakini yote na wale wote waliomfanyia hivi tumesema awasamee. Hapa ni katika kanisa la Emmanueli alilokuwa akihudumu miaka 10 iliyopita. Baada ya kutoka gerezani, anapokelewa kwa shangwe na waumini wake. Hapa anasimama tena madhabahuni kwa machozi ya shukurani akimwimbia Mungu nyimbo za sifa. Waumini wa kanisa la Emmanueli wanasema hawakuwahi kumpoteza kwa mioyo yao, na wanaamini kila mtu anastahili nafasi ya pili. Tuliendelea kumtumaini Mungu. Mungu alikuwa pamoja nasi. Mungu ametutetea, ametupigania kwa kipindi chote ambacho alikuwa yupo, na sasa imerudi, ametukuta tukiwa salama. Ingawa kwa miaka 10 baba hakuwepo, lakini Bwana alikuwa ametusaidia, kwa sababu Mungu yeye ndo anayesimama kwa niaba ya sisi binadamu. Na pia kuna watu wengine ambao walikata tamaa wakawa wameondoka. Yaani mimi nina furaha sana kumuona baba yangu amekuja katika madhabahu hii. Tulikuwa tumepungukiwa sana. Tumepungukiwa kiroho, tumepungukiwa yani mambo mengi. Yani tunashindwa hata tueleze ni nini. Askofu Mwombeki amesisitiza kwamba kipindi hicho kimemfundisha uvumilivu
imani ya kweli na thamani ya msamaha katika maisha ya binadamu ya kila siku. Ni katika kanisa ambalo liko chini ya Askofu Edison Mombeki ambaye amekaa gerezani kwa zaidi ya miaka 10. Miaka 10 imepita akiwa huko bila waumini. Leo anakuja kumshukuru Mungu kwa kurejea katika eneo hili na kumtukuza Mungu, ambapo ndipo alikuwa akiendesha ibada zake mbalimbali. Kasisi Costa, habari weekend.